Habari za wakati huu, nawakaribisha tena katika kipindi chetu cha Bible Study katika familia. Ni wakati mwingine tena tunakutana kama ilivyokuwa desturi ya familia yetu kujadili habari ya neno la Mungu, na leo tumesoma kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia sura ya 5 mpaka sura ya 7. Leo tuna maswali ambayo yanayolengea hapo. Karibuni ambao nawasihi muweze kuwa na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Naitwa Ruja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Hilda, napenda kuwakaribisha katika kipindi chetu. Naitwa Beatrice, karibuni katika kipindi chetu. Tuombe. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya wakati huu, kwa ajili ya saa kama hii ambayo umeruhusu tuweze kukaa hapa kwa ajili ya kuweza kusema neno lako na kujifunza katika kile ambacho tulichokuwa tukifahamu. Asante kwa sababu unakwenda kuweka maarifa katika nafsi zetu. Asante kwa sababu unakwenda kuziimarisha imani zetu na roho zetu. Ni katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunaingia kwenda kuanza kipindi. Hilda na Beatrice, tumesoma Matendo sura ya 5 mpaka sura ya 7. Mimi binafsi nilivyosoma, ni kitabu ambacho kinakwenda kuanza kupamba moto. Zile mbilinge zinaanza, kwa sababu tumeona pale the way walivyokuwa katika kile kigrupu. Maana yake huduma ilikuwa tunaona haikuwa na changamoto hivyo, lakini mpaka tunapokuja kusoma sura ya 7 tunakutana na Stefano anapigwa mawe, mwanafunzi wa kwanza kuuawa. Kwa tumeishia pale. Kwa baada ya Stefano kuendelea sura ya 8 tutaona kwamba nini ambacho kilichokuwa kinafanyaje, kinaendelea. Kwa sasa nahisi tutahama kutoka katika injili na makazi ya sehemu moja pale Yerusalemu. Kwa nahisi tutaanza tutatanua tena sehemu nyingine, kwa sababu ukiangalia katika historia, baada ya Stefano kuuawa ndio watu walianza kutawanyika kuanza kuhubiri injili sehemu tofauti sehemu mbalimbali. Lakini sasa hivi tumeshia sura ya 7 ambapo tayari mtumwa wa Bwana mwaminifu Stefano amepigwa mawe na ameuawa. Kwa hiyo ni kisa ambacho kinasisimua na kitabu kinakwenda kupamba moto. Tunaanza kuiona matawi yake. Yaani shina limeanza, sasa hivi linakwenda kuchipua nini? Matawi. Tutaona hadi matunda. Kuna wote mwenye kuchangia chochote? Na maswali kutoka Matendo 5:1 hadi 10. Matendo 5:1 hadi 10 nasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja, akaliweka miguuni pa mitume. Petro akamwambia Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako kikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako, huku mwambia uongo mwanadamu bali Mungu? Anania aliposikia maneno hayo akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia haya. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje wakamzika. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamjibu, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema ndio, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu yao iliyomzika mume ipo mlangoni, nao watakuchukua nje wewe nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje wakamzika pamoja na mumewe. Hasa mimi swali langu ni, kwa nini kanisa la sasa haliadhibiwi kama lile kanisa la kwanza, ambao kama vile kina Anania na Safira? Kwa nini haliadhibiwi kama lilivyokuwa laadhibiwa kanisa la kwanza? Lakini ukiangalia kanisa hivi kuna watumishi wa uongo, kuna manabii wa uongo, kuna watu wengi wanatenda dhuluma, wanafanya mambo yani wameijeuza imani, lakini ile adhabu kama kina Anania na Safira hatujaiona. Haionekani. Yaani inaonekana kama vile hizi habari kama
kama ni historia, yani hazina ule uhalisia ukweli, si ndio? Ni kweli katika kipindi hiki watu wengi sana na watumishi wengi wanasimama katika madhabahu za Mungu na kusema uongo, kushuhudia vitu kama hivyo na kudanganya na aina kadha wa kadha ambazo ni za dhambi. Lakini ukichunguza katika historia, hata katika kipindi wakati inakuja Torati, unajua wakati inakuja Torati walikufa watu 3000 pale mlima Sinai. Lakini ukija kusoma mbele huku unakutana na visa ambavyo ni vingi ambavyo Mungu alikuwa anajibu papo kwa papo. Unajua kuna watu walijiinua kwenda kumpinga Haruni. Kwa nini Haruni anajifanya kwamba yeye ndio Haruni na Musa, yani wao tu ndo wamechaguliwa, yani wao tu ndo wakaongoze ibada, yani wao ndo wanatuongoza sisi kwa ajili ya ibada, yani wao ni kina, hata sisi tunaweza kufanya hicho kitu. Kwa wakanyanyua na baadhi ya watu wakaenda mbele wakataka wapige mawe Haruni na nani na Musa, ni wawatoe katika mfumo, ni kwamba wao sio kwamba wenyewe tu ndo wana uwezo wa kuongea eti wenyewe ndo wana waongee na Mungu then waje waambie hawa watu wengine, yani sio, hata wao pia wanaweza. Kwa wakajazana moyo wakaenda kawaambia nyie, yani na assume sasa mnazingua, mnajifanya nyinyi ndo mnajua peke yenu, sisi wenyewe tunaweza kuongea na huyo mzee, tugeni nafasi na sisi tunataka hiyo nafasi. Kwa hiyo design kama hivyo walikuwa, yani na assume jinsi walivyokuwa wanamwambia, si ndio? Kwa lakini watu wakusanyika kule wataka wapige kina Haruni, si ndio? Lakini Mungu sauti katoka kwenye hema ikaambia tena hapo watu wote wakazunguka katika ile hema. Kufika pale Mungu akasema sasa chukua fimbo za wazee wote hao 12 siwekeni hapo. Fimbo itakaochipua ndio mtu ambaye unamfanyaje, ndio mchagua. Kwa basi wakachukua fimbo zote pamoja na fimbo ya Haruni ikawekwa pale. Walikuwa wazee? Si wazee, si wale, ni watu wanaokaa kuongoza zile sehemu, walikuwa ni watu ambao wawakilishi, walikuwa ni wazee. So vijana ndio walikuwa wanyoa wanaamua mambo na maamuzi, kwa sababu wazee si wana hekima ile. Kwa hiyo ndio wana uwezo wa kuongoza watu wengi. Lakini tofauti na sasa hivi. Unaona hicho kitu sasa hivi vijana wanakuambia vijana sasa hivi ndio dunia yao. Wazee sasa hivi wameshachoka kukaa pembeni. Kwa hiyo zamani ni wazee ndio walikuwa wanafanyaje, wanasikilizwa. Kwa hiyo akachukua zile fimbo za wale wazee wengine, watu wazee wa Israeli 12 kaenda wakaweka pale. Alafu Mungu akasema fimbo ya mtu itakaochipuka ndio hiyo ambayo utakao mtu ni kama nimemridhia, si ndio? Basi wakaziweka zile fimbo, wakakaa baada muda kwenda kustoa, wakakuta kweli fimbo ya Haruni imechipua. Nikisema imechipua mnanielewa? Yani inachipua inaota kitu au? Inachipua. Yani si kama vile mti, unajua kuonaga mti umekatwa alafu unaota majani. Vijani pembeni kama majani, yani inachipua. Kwa hiyo fimbo ikachipua majani. Fimbo kavu ikachipua. Fimbo ikachipua. Kwa hiyo yani mtu yule ndio amethibitishwa na Mungu. Kwa hiyo baada ya fimbo kuchipua, kilichokuja kufuatia pale ni adhabu moja kwa moja. Kwa sababu walikuwa wanaenda kinyume. Mungu akaamua kuadhirishia sasa. Sasa nafikiri wenyewe walikufaje? Ardhi ilifunuka sehemu yao. Yani ikafunuka ikajigeuza hivi. Kwa hiyo wamesimama kwenye ardhi hivi, ngome ikajifunua tu. Yani sio wamesimama hapa wengi. Yani kama vile kichwa kimefunikwa. Yani kama vile hakuna kilichotokea. Ina jamaa kwa juu. Hapa ardhi kawaida watu wanaendelea kuishi. Raia wako chini. Unaona hicho kitu. Lakini sasa ni uasi ambao ulikuwa unatokea katika kipindi cha mwanzo, wakati ile kitu kinakuja. Kwa wakati sheria ilivyokuwa inakuja tu mwanzo, watu wengi walikuwa wanakufa papo kwa papo. Lakini baadaye watu walikuwa wanafanya mambo ya ajabu, na wengine pia walikuwa wafanyaje? Walikuwa hawafi. Makuhani walikuwa wanafanya vitu vya uongo, mfano kama watoto wa nani? Watoto wa Eli yule ambao alikuwa amekaa na Samueli. So wale watoto wa Eli walikuwa wanazini na wadada wanaokuja kutoa dhabihu kule katika ile hekalu. Wanawadanganya, wanachukua nyama za kwa zinatokoswa kwa ajili ya ibada zile, wanachukua zile kwa ajili ya kula. Wale ambao ni makuhani wanachukua kabla ya wakati. Yaani walikuwa na mambo ambayo ni ya fujo tu. Mabinti wakienda kule wanawadaka juu kwa juu. Lakini walikuwa hawafi kwa nyakati hizo. Japokuwa walikuja wakafa baadaye kwenye mazingira, lakini sio kwa pale pale. Kwa hiyo kwa nini nimesema hivi? Kwamba Mungu mara nyingi anapoleta kitu chake ambacho ni kipya, ambacho anataka watu kwamba wakitambua na kukitii, huwa anatenda papo.
Mfano kama Anania na Safira, kwa nini walikufa? Walikufa kwa sababu Mungu alikuwa anataka atie adabu kwamba yeye ni nani, kwamba ukifanya hivi matokeo yake ni haya. Kwa afanye watu wawe na discipline, na ile pia ilisaidia watu wengine wote wakawa wakiuza vitu vyao wanaleta katika ule uhalali wake. Kwa sababu tu ukidanganya tu, ukizingua, maana yake unaweza kaondoka. Kwa kile kitendo cha Anania na Safira kiliwafanya kwamba watu wakawa na adabu na ule utii wa viwango vikubwa tofauti ambavyo labda kama isingelitokea. Lakini pointi yangu kubwa nilioizungumzia hapo ni nini? Mwanzo, nazungumzia kile kipindi cha mwanzo, Mungu akiwa analeta jambo lake, analitambulisha kwa watu. Kuna mambo ambayo anayafanya ya kujibu pale. Ndio maana hata miujiza ya zamani ilikuwa ni mikubwa zaidi. Ni tofauti na sasa hivi. Sasa hivi miujiza ipo lakini haifiki ile miujiza ya zamani. Kwa hiyo inapokuja katika ule uamsho, kwa nini haifiki kama miujiza ya zamani? Sasa watu wameshazoelea imani. Alafu sasa hivi hamna hata changamoto. Wewe unaweza kwenda kuhubiri sasa hivi ukatoka hapo kaenda kuhubiri huko siku nzima, hata wiki, hata mwaka mzima. Usimkute mtu akukupiga kibao. Wenzao walikuwa wanauawa zamani. Unaweza akapigwa mawe. Unakufa. Sasa hivi watu wameshazoea, pia amani ni kubwa. Unajua ukitaka kuonesha kama nguvu za Mungu zipo, zinajidhihirisha vizuri, nenda sehemu ambayo watu hawaruhusiwi kuhubiri injili afu kuhubiri. Sasa katika mazingira kama hayo ndio nguvu za Mungu zinapokuwa zinajidhihirisha. Mfano kama ukija wanakuambia utakuja uamsho nyakati za mwisho, ile kabla kufikia ule mwisho, si ndio? Ule uamsho utakapokuja, watu wengi watakuwa na watu wengi sana watakimbilia imani, miujiza na matendo mengi ya kiimani yatakuwa yakifanyika. Matendo ya miujiza, uponyaji, sijui nini, vitafanyika vikiwa waziwazi katika asilimia kubwa. Huo unaitwa nini? Ni uamsho. Sasa huo uamsho unapokuja hauji ukiwa nyonyo, unakuja ukiwa na nini? Na nguvu. Sasa hapo huo uamsho ukishakuja ndio watu watakao kuwa wakitenda ubaya pia utakuta kwenye madhabahu, utaanguka katika madhabahu. Watumishi ambao ni waongo watakufa, watanini, yani haya mambo lazima atafanyaje? Yatatokea kwa sababu Mungu jambo lake pia analifufua katika namna. Unanielewa vizuri? Sijui mmenielewa vizuri. Kwa hiyo tofauti kwamba yani Mungu, sasa naweka conclusion. Kwa nini hakufanya hivyo, lakini kwa nini alifanya vile zamani lakini sasa hivi kwa nini afanye? Ni kwa sababu alikuwa anatambulisha jambo lake jipya, alikuwa anahitaji heshima na adabu na utii. Anaonyesha kwamba yeye ni Mungu wa namna gani, kwamba watu wanatakiwa waishi katika mazingira yapi. Sawa? Nina swali. Matendo sura 5 mstari wa 28. Bila nisome. Akisema, je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni, mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Hapa swali langu ni kwa nini damu ya Yesu iletwe juu yao? Kwa nini damu ya Yesu iletwe juu yao? Unakumbuka Pilato alikuwa anagoma kutoa hukumu, si ndio? Lakini alikuja akawauliza, nyinyi mnataka wewe hukumu, je, damu ya mtu huyu itakuwaje? Wenyewe wakasema hivi, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Mtu huyu wewe mhukumu. Yaani hukumu, yani wewe hautahusika, ila sisi ndio tutakao fanyaje? Tutakao husika. Iwe juu yetu sisi na juu ya watoto wetu. Kwa hiyo kwa nini hapa walikuwa wameogopa kuhusu habari ya damu, anasema kuileta damu ya mtu yule juu yetu? Kwa nini walikuwa wanaogopa? Waliogopa kwa sababu unapozungumzia habari ya kuleta damu juu ya mtu, maana yake ni ile hukumu itakuhusu wewe. Kwamba anaposema kwamba wewe muue au mhukumu, damu itakuwa juu yetu sisi, maana yake anamaanisha hivi kwamba hata kama akionekana hana hatia, lawama na adhabu ya kile ambacho kilichofanyika tutakilipa sisi. Kwa kama ni kuchomwa moto na Mungu, kama ni kupigwa na Mungu, kama ni kuadhibiwa na Mungu, sisi ndio tutakayofanyaje? Ndio maana akala kiapo cha hiyo damu itakuwa juu yetu sisi. Sasa basi kwa nini walikuwa wanaogopa?
Kwa nini walisema maneno kama yale? Kwa sababu waliona watu kub% wanaamini ile imani. Alafu na wao ndo walishurutisha kwamba yule hakuwa nabii wa kweli, alikuwa na mambo yake tu. Sasa wakawa wanaogopa kama jamii kubwa ya Waisraeli watakuwa wanaamini ile imani ya Bwana Yesu, si ndio? Watakuwa wanaamini, yaani maana yake watajikuta kwamba wao wataonekana ni waongo, kwa wanaweza pia wakaadhibiwa, wakapigwa hata kwa mawe na wakauawa kama ambavyo waliweza kumuua yule pale. Ndio maana wakawa wanapinga, wakawa wanapata ile hofu na ule uoga kwamba msiendelee kufundisha habari za mafundisho ya huyu mtu. Maana yake wanapokuwa wakifundisha, anapokuwa anajidhihirisha, hata wao wenyewe wanakuwa wanahukumika kwamba kama ni kweli au sio kweli. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Matendo kuna sehemu wanaandika hivi kwamba jamii kubwa ya makuhani waliitii imani. Unanielewa vizuri? Makuhani, hebu imagine kuhani aitii imani, wakati hawa wao ndio walioingiza kwenda kumhukumu nani? Bwana Yesu. Sasa watu wengine wakawa wanachomoka huko, wakawa wanaenda kule. Kwa hofu ikawa inazidi zaidi. Wakaona kabisa kile kiapo tulicho hapa kule, damu yake iwe juu yetu, sasa kinakuja kinaturudia sasa hivi. Unaona, kwa sababu watu wanaamini na ule udhihiriko kweli unakuja kwamba hiki sio kitu cha kawaida, ni kama vile kitu cha kimungu. Afu na sisi tulikwisha kuwapa na adhabu yake hapa, kama sio kupigwa mao mpaka kufa, tutaweza tukapigwa na ukoma au tukafanya chochote kile. So unajua zamani walikuwa wanafanywaga, ukuta tu ukoma ukampiga akafa, kwa sababu Biblia. Au watu wakampiga kwa mawe akafa. Unaona hicho kitu? Kwa watu wakawa wanaogopa ile adhabu kwamba sawa ndio fanyeni mnavyo, lakini msihubiri habari za jina la huyu jamaa, msilitangaze sana. Hii damu sije katurudia sisi, yani kaje ikawa juu yetu. Umeelewa vizuri? 5:34 nasema, lakini mtu mmoja Farisayo jina lake Gamalieli, mwalimu wa Torati mwenye kuheshimiwa na watu wote, akasimama katika baraza akaamuru mitume waweke nje kitambo kidogo. Napo mimi nilikuwa natamani kuelewa kuhusiana na mfumo wa baraza la viongozi. Muundo wa uongozi wa baraza ambao ulikuwa laweza kuhukumu watu, si ndio? Okay. Baraza la Kiyahudi kwanza lilikuwa linaitwa Sanhedrin. Unajua kitu kinachoitwa Sanhedrin? Ilikuwa inaitwa Sanhedrin. Kwa hiyo ukisikia Sanhedrin mahali popote ujue ni baraza la Kiyahudi. Lilikuwa linaundwa na watu 71. Hilo baraza wanakaa hao. Na shughuli yao kubwa ilikuwa ni kwa ajili ya kutoa hukumu, kuamua kesi na kutoa hukumu. Hao walikuwa ni makuhani au watu gani? Na kuelezea huko ndo tunaenda. Ni watu 71. Ndani yake mwenyekiti wa hilo baraza alikuwa ni kuhani mkuu. Kuhani mkuu wa mwaka huo ndio anakuwa mwenyekiti. Unanielewa vizuri sio? Baraza laitwaje? Sanhedrin. Sema kwangu laitwaje? Sanhedrin. Sanhedrin. Kama Mama Samia alivyo rais afu ni mwenyekiti wa CCM. Mwenyekiti wa CCM. Ni uko vizuri. Japo kwa sasa huyu kuhani mkuu sio rais. Yakuwa rais. Kwa sababu rais hapa alikuwa ni Herode. Hapa rais alikuwa ni Herode kwa wakati huu, lakini wao walikuwa tu wanahusika ni viongozi wa masuala ya kidini. Kwa kuwa ni mkuu yule ambaye alikuwa anaingia katika hekalu patakatifu mara moja kwa huyo ndio mwenyekiti wa hilo baraza la Sanhedrin. Lakini pia wako wazee. Kuna sema hapa mitaji ya wazee. Wazee wa watu. Yaani wazee wale maarufu wa zile koo. Kama mzee fulani, wale wazee wa heshima kwa wanakuwa katika hilo baraza. Lakini wengine walikuwa ni waandishi wa tafsiri wa Torati. Si ndio? Unawakumbuka? Wengine walikuwa ni Masadukayo, ambao ndani yake kulikuwa kuna makuhani wale wengine. Si ndio? Alafu kulikuwa kuna Mafarisayo. Yaani japokuwa walikuwa wanapinzana, lakini hapo katika jambo la hukumu walikuwa wako pamoja. Kwenye baraza la hukumu wanakuwa wako pamoja. Mafarisayo na Masadukayo. Ni mfano kama ukiona hapa kuna sehemu moja alikwenda akaongea jamaa mmoja anaitwa Gamalieli. Mzee, wanasema kwamba ni Farisayo. Alikuwa kwenye ile baraza ambayo Gamalieli ndio kamfundisha Mtume Paulo habari ya Torati ya Mungu. Sawa? Kwa baraza lilikuwa katika muundo huo. Kwa wale tulikuwa wanakaa
kuhani mkuu anaanza, mwenyekiti, wanafuatia wazee, alafu kuna waandishi wa Torati, alafu kuna Mafarisayo na Masadukayo. Sasa katika Masadukayo hapo ndo kuna makuhani kina nani ndo wanaingia hapo katikati. Sawa? Kwa hiyo ndo baraza likopo hivyo. Hilo ndo lilikuwa leto baraza la nini? La hukumu. Sanhedrin ilikuwa inaitwa. Sawa? Matendo sura ya 6 mstari wa 1. Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manununiko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Kwa swali langu, nahitaji kujua tofauti ya Wayahudi wa Kiyunani na Wayahudi wa Kiebrania. Sasa Wayahudi wa Kiyunani ndo wale kwa tunawazungumzia walitoka sijui Mesopotamia. Mesopotamia. Waliotoka sijui Krene, sijui Libya, sijui Ponto, Asia, wale Wayahudi. Unakumbuka wale ambao wakati wa siku ya Pentecost. Unakumbuka? Kwa hiyo ukisema Wayahudi wa Kiyunani maana yake ni Wayahudi ambao walikulia katika mataifa mengine ambao sio Israeli na hawalikuwa hawaongei Kiebrania. Kwa hiyo wakaja wakati ule wa Injili inapokuwa ikihubiriwa, ndio waliokoka. Wakawa wanakaa mahali pamoja. Sasa kukawa kuna utengano kwamba huyu Myahudi original, huyu Myahudi Myahudi mjaji anakaa nje ya Yerusalemu. Ni kama vile naenda Wachaga wanaokaa Moshi na Wachaga mnaokaa Dar au mnakaa mikoa mingine. Mkienda kwa kunakuwa kama kunakaa tofauti fulani. Kwa wale ambao walikuwa wanakaa katika nchi za mataifa ndio wakawa kama wanabaguliwa hivi. Unajua pia kuna ubaguzi vipo vilikuwa vinaendelea huko kwa wenzetu. Vipo Kwa hiyo issue ya huyu haongei Kiebrania, huyu sio Myahudi ule real. Kwa hiyo kama designer anatengwa hivi. Wale wengine ambao ni wa Kiebrania, Wayahudi wa asili wakawa wanapewa kipaumbele sana kwa sababu wenyewe walikuwa wanakaa pale Yerusalemu. Swali jingine? Swali jingine natoka katika Matendo 7:2 inasema, naye akasema, ndugu zangu na baba zangu, sikilizeni, Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Ibrahim alipokuwa katika Mesopotamia kabla hajakaa Harani. Akamwambia, toka katika nchi yako na katika jamaa zako kaende hata alipotoka katika nchi hata nchi nitakao kuonyesha. Mimi swali langu, Mesopotamia na Harani, mahali alipoishi Ibrahim kwa sasa ni wapi? Mesopotamia na Harani. Mesopotamia na kwa sasa. Mesopotamia ni Iraki. Kina Al-Shabaab kule. Iraki, unajua Al-Shabaab? Nasikia. Sawa. Huko Iraki huko ndo ilikuwa Mesopotamia. Ni kwa sasa hivi ndo Iraki. Tukisema Harani ndo Ibrahim alikuwa anaishi Mesopotamia. Yanazungumzia Babeli sasa huko. Kwa akatoka pale ndo akaambiwa aende Harani. Harani kwa sasa hivi sasa ukitoka Iraki ukipanda juu kaskazini kule, si ndiye? Ukienda kaskazini unapita sehemu panaitwa Syria. Irani, Syria, alafu unaenda Uturuki. Hiyo kisehemu kimekaa hapo. Kwa katikati ya mpaka wa Uturuki na Syria, kwenye ule mpaka wao ndio Harani palikuwepo pale. Kwa alitoka, kwa ukitaka upate picha ya design hii unaweza ukaiangalia katika mazingira kama mfano, ngoja labda mimi na ramani ya dunia hapa, ngoja nikuoneshe labda unaweza ukanielewa vizuri. Hapa si mnaiona? Si hiyo kwa mbali. Hii ni ramani ya dunia, si ndio? Hii hapa ni Afrika. Sawa? Haya ni mabara mengine. Sasa unakuja hapa kwenye Afrika hii. Unaona hapa? Hapa na zoom. Hii ni Afrika, si ndio? Saudi Arabia hii hapa. Hii Afrika.
hapa Tanzania, Kenya, Uganda, Ethiopia, Sudani, unakuta kuna hii bahari ya chumvi unapita hapa Misri, unaingia Israeli hapa. Unaona Israeli hapa. Sawa? Sasa Mesopotamia ilikuwa hapa Iraki. Mitaa ya Baghdadi, mji mkuu wa Iraki, si ndio? Halafu hapa ni Syria juu. Hapa ni Israeli. Hapa ni Misri, Afrika. Kwa hiyo hapa Uturuki. Kwa hiyo Kaharani kalikopo hapa, jamaa alikuja akakaa hapa. Ambao sasa hivi ni katikati ya Uturuki na Syria. Kwa akaja kaambiwa alipotoka hapa baada ya babake kufariki ndio akaja moja kwa moja mpaka Kanaani hapa Israeli, akaja akaishi hapa. Umeelewa? Ramani si unajua kuitumia? Na yani nataka nikuoneshe tu the way ambavyo kulivyo kwanza karibu na sisi wa Afrika na Tanzania, yani nakuonesha kwamba Tanzania haiko mbali. Tanzania unapanda unaingia Israeli, unaweza kaingia Harani moja kwa moja hapo. Hivi ilikuwaje Israel peke yake akawa watoto wa Ibrahim, na wakati Ibrahim alikuwa na watoto kama kina Ishmael? Alafu Israel peke yake ndio watoto wa Ibrahim. Alafu unajua Ibrahim pia alizaa so Ishmael tu. Baada ya Sara kufa, unajua alioa mke mwingine anaitwa Ketura. Ketura, ushakumsikia Ketura? Akazaa watoto wengi, lakini watoto wake hawajulikanagi, ile tu alitajwa kwamba ni Ketura. Akazaa na watoto wengine tofauti na Sara, tofauti na Hajiri. Lakini kwa nini Israel wanatajwa sana kama ndo uzao wa Ibrahim? Kwa sababu hata ukisoma katika Mwanzo sura 17 mstari wa 17, 18 na 19 anaweza akakuelezea yani kwa nini wanatajwa sana kuliko watoto wengine, japokuwa walikuwa na watoto wengine kama kina Ishmael. Ile baraka ya Mungu na agano thabiti Mungu alisema atalifanya kwa nani? Kwa Isaka. Unaona hicho kitu? Yani alikuwa na watoto, lakini akasema yani watoto wako wote utakao kuwa nao, ila agano langu nitalifanya thabiti kwa Isaka. Kwa hiyo ndio maana unakuta ile cheni inaanza pale, ikaanza kwa akazaa mtoto, akamzaa Isaka. Isaka akawazaa wawili, Yakobo na Esau. Baraka zikaenda kwa nani? Kwa Yakobo. Zikatoka kwa Isaka zikaenda kwa Yakobo, zienda kwa Esau, ambaye akawa ndo mzaliwa wa kwanza kwa sababu aliuza ule nini. Yakobo akazaa watoto 12. Akiwa alizaa kwa Lea, akazaa kwa nani? Raheli. Akazaa na kwa nani? Na kwa wafanyakazi wake, mausigeli wao. Lea peke yake alimzalia watoto 6. Mfanyakazi wake wa Lea akamzalia watoto 2. Ndio yule mwingine akazalia watoto 2, mfanyakazi naye akazaa watoto 2, mfanyakazi wa Raheli. Unaona hicho kitu? Kwa hiyo ndo ikaja ikawa taifa kubwa, ndo paka wakaja wakapewa agano la sheria la Torati. Kama wao. Kwa hiyo ndio maana paka wanaitwa kwamba ni wana wa Ibrahim kwa sababu ya nini? Ya lile agano. Matendo sura ya 7 mstari wa 33. Bwana akamwambia, vua viatu miguuni mwako, kwa maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Swali langu hapa, yani ili andiko sijalielewa. Sijalielewa inamaanisha nini? Unajua tunaposema patakatifu, mfano Israel miaka ile zamani ya walikuwa na tu Israel miaka ya zamani tunashumu yani. Unajua sehemu yote ambayo tayari na uwepo wa Mungu inakuwa ni takatifu, inakuwa ni safi. Yaani Mungu anapogusa hiyo sehemu inakuwa ni safi. Kwa kiatu kilihesabika hata katika nyakati zile kwamba ni kitu ambacho kinabeba uchafu. Kwa sababu kinakanyaga sana sehemu nyingi tofauti, kinazoa vitu ambavyo ni takataka, nchi nyingi kipita kinasomba takataka zote. Kwa mahali ambapo Mungu yupo, kama vile alishuka yani alishuka kabisa ile tunaona ile kijiografia sehemu fulani. Unaona kwa ule uwepo wa Mungu unatakasa. Ndio maana sisi ukija ukiangalia kwa asili sisi wenyewe unaweza kukuta hata kama ni kanisa la tengenezwa, hata kama kuna mavumbi, lakini pale kwenye kale kama madhabahu kuna namna katatengenezwa vizuri kakupendeza.
watu wanaweza kaacha kanisa la Mavumbi, wanaweza wakamwaga maji wasimwaga maji sehemu, lakini pale mbele hata kama hawajapiga wakamwaga maji. Unaona, hiyo tu ni ile tu mentality ambayo tayari iko kwamba mahali ambapo patakaweza kuwa na uwepo wa Mungu, hata japokuwa sisi katika Agano Jipya hivyo vitu hatuna, kwa sababu sisi patakatifu ni tunafanya ibada katika masuala ya kiroho tuko ndani. Hatuna masuala ya kijiografia. Hatuwezi tukasema tu kwamba sehemu fulani tukiabudu ndio tutafanikiwa ibada zetu. Hapana, hicho kitu hatuna. Sisi mahali popote tunaweza tukaabudu mbali tuko rohoni. Lakini tu ile tu kuonesha mfano kama tunapoenda pale sehemu ya madhabahu ambao Mungu ana neno lake linasema, kwa ile tengeneza utaratibu fulani ambao ni mzuri wa kuwekewa mazingira ambayo ni mazuri. Kwa hata kipindi kile Musa, kwa sababu Mungu tayari alikwisha kushuka katika mazingira yale, ndio maana alimwambia viatu vyako ambavyo ni vichafu, vimekanyaga matakataka mengi, acha, hapa ni sehemu ambayo ni takatifu. Kwa sababu walikuwepo kwa majira yale. Unanielewa vizuri? Sasa hiyo ni kwa nazungumzia kwa Agano la Kale. Lakini sasa ukija kwa Agano Jipya ndio wanaanza kutafsiria sasa. Wanakuambia kwamba tunatakiwa tukikaa, anapozungumzia kiatu kivue, maana yake yale matakataka ambayo uko nayo huko kabla hujakutana na Mungu, dhambi nini ziondoe, njoo kwa Mungu. Unaona hicho kitu Kwa hiyo Mungu anahitaji heshima na adabu na utii. Yaani maana yake hata nyumba bite, unafanya usafi hapa asubuhi, lazima tunavulia viatu huko nje. Kama unasema mara nazungumza tu hata nyumba hii hapa tukiingia, tunavulia viatu nje, tunaingia ndani. Yaani maana yake tunaonesha heshima, na akiingia tu mtoto ana viatu tunaambia vua viatu. Yaani maana yake ili kuonesha heshima na adabu, maana yake lazima uache viatu vichafu nje uingie mahali hapa ndani pasafi. Kwa hiyo kitu ambacho kipogi tu, lakini pia yani point ni kuonesha, ya kwanza ni kuonesha adabu na heshima na utii mbele za Mungu. Hata tunapoomba mbele za Mungu inabidi tuoneshe heshima, adabu na utii. Matendo 7:42 nasema, basi Mungu akagairi akawaacha ili waliabudu jeshi la mbinguni kama ilivyoandikwa katika chuo cha manabii. Je, mlinitolea mimi dhabihu na sadaka miaka 40 katika jangwa, enyi nyumba ya Israeli. Nilikuwa natamani kujua jeshi la mbinguni ni lipi? Jeshi la mbinguni? Sasa kwa malaika, maserufi na makerubi. Sasa hicho kitu hakijao kwa wazi. Lakini unaweza kusema hivi kwamba wengi, mfano kama ikichukuliwa mfano watu wa Yunani. Wa Yunani wao walikuwa kuna wakati walikuwa wanaabudu jeshi la mbinguni, manake jua, nyota, mwezi, yani zile sayari. Jeshi la mbinguni kwa ni nyota, mwezi. Kwa ndio walikuwa wanaita jeshi. Jeshi. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni hiyo jeshi la mbinguni. Yani manake vile vitu ambavyo vimeumbwa vimekaa katika kwenye kwa niita ni jeshi. Nyota zile zinaabudiwa. Mwezi, jua zote zinaabudiwa. Kwa ni jeshi la mbinguni. Yaani sio malaika kama malaika. Sasa nikajua malaika wazee 24. Ni vitu vya uumbaji ambavyo vinakaa angani. Kwa hiyo nyota, sayari ni jeshi la mbinguni. Sasa nyota ziko ngapi? Kwa hiyo hapa andiko linasema kwamba basi Mungu akagairi akawaacha ili waliabudu jeshi la. Hao ambao walikuwa wanaliabudu jeshi la mbinguni watu gani? Si wa Israeli. Wana wa Israeli. Kwa hiyo ni kama aliwapa adhabu wao. Yeye akaona. Yaani maana yake kwamba unajua Israeli walikuwa wanajichanganya na watu wa mataifa. Walikuwa wanaiga mila zao na desturi zao. Kwa Mungu anatamani yeye ukiona mtu wa mataifa anafanya hivyo. Unaona hata Suleimani. Alioa wake wengi, kila mwanamke akija anakuja na miungu yake. Akaanza kuwajengea wale miungu za wake zao, na wajengea sehemu zao za kuabudia pa kuwaweka na nini. Baadaye wale wanawake wakaanza kumshawishi. Akaanza naye kuabudu. Akakuta mke wake huyu kamuoa, anafanya ibada zake na anaingia, anamshawishi na anaanza kufanya hizo ibada. Kwa sasa ni ile issue ya kuchangamana na hao watu. Ndio maana sisi hivi tunaambiwa mtu ukiokoka cha kwanza, ile marafiki ulikopo nao zamani uepuke kwanza, ili wasije wakakurudisha kule ambapo ulifanyaje potoka. Kwa uwe peke yako kwanza, ukisimama, ukishakomaa kiroho, then unaweza ukarudi ukawa na urafiki nao, kwa sababu unakuwa tayari
macho ushakomaa, yani ile kiroho usitana kukuvuta katika hivyo. Lakini sasa walikuwa wanavutwa kwa sababu jeshi la mbinguni sio miungu yao, ilikuwa ni miungu ya watu wa mataifa ambao sio mjua Mungu, kwa sababu wenyewe hamjui Mungu kwa mazingira haya. Kwa walikuwa wakiona zile nyota wanaabudu, jua wanaabudu, mwezi wanaabudu, na manyota yalikuwa mengi vile, sio wanaitwa majeshi, sio ndo majeshi tena. Nyota usiku zinang'aa, majeshi ya Bwana. Majeshi ya mbinguni kwa wanaabudu. Swali jingine. Tumemaliza. Swali la misha. Hadi kufikia hapa tumefikia tamati ya kipindi chetu pendwa. Tukutane tena wakati mwingine ambapo tutaendelea kujadili sura ya 8 pamoja na 9. Ikimpendeza Mungu tutaingia mpaka sura ya 10. Asanteni sana. Niwatakie siku njema na wakati mwema na tafakari njema kwa ajili ya Mungu. Kwaherini.